Kwa muda sasa unamiliki mgodi, lakini hauna mafanikio makubwa. Unatumia vifaa duni na kila siku unawaza jinsi ya kushirikiana na mwekezaji uliyempata ili uchimbe kisasa, lakini bado haujui hatua za kuchukua. Utafanya nini? Utaendelea kutumia nyundo na sululu miaka yote ukisubiri bahati, au kusaidiwa na wachimbaji wadogo wengine huku migodi mingine inatajirika kila siku? Kupitia video hii leo nitakuonesha jinsi sheria inatoa fursa kwa mchimbaji mdogo kupata mwekezaji atakayewekeza kwenye mgodi wako, na pia nitakujuza hatua kwa hatua jinsi ya kusajili ushirikiano wako na mwekezaji Tume ya Madini ili utambulike kisheria. Karibu. Hatua ya kwanza, hakikisha leseni yako iko hai. Leseni inaweza kumilikiwa na mtu mmoja, kikundi au kampuni. Cha msingi iwe hai na haina madeni. Hatua ya pili, katika eneo la leseni yako, kama unafanya uchimbaji na wenye maduara, unahitaji kuwa na makubaliano ya maandishi ijulikane kama mwekezaji akiingia watashirikiana naye au wataondoka kwa fidia. Mtakachochagua hakikisha unakisimamia. Uaminifu kwa mwekezaji ni ufunguo wa mafanikio. Hatua ya tatu, kupata cheti cha tathmini ya athari kwa mazingira. Kama huna cheti hicho, mshauri wa mazingira aliyeidhinishwa atakuja eneo la leseni yako na kufanya kazi ya tathmini ya mazingira na kuandaa ripoti ya awali, kisha atawasilisha Baraza la Usimamizi wa Mazingira la Taifa, yani NEMC. Utalipa ada inayohitajika. Baada ya malipo, hakikisha unahifadhi risiti au nakala ya ripoti ya awali maarufu kama scoping report kwa hatua za baadaye. Na kumbuka, kulinda mazingira sio tu kanuni, ni jukumu. Hatua ya 4. Hapa ndipo wewe na mwekezaji wako mnaposhirikiana kuunda mipango mitano muhimu sana. Wa kwanza ni mpango wa uchimbaji wa madini au mining plan. Mpango huu utaeleza mtachimbaje kwa njia ya shimo la wazi au chini ya ardhi. Wa pili ni mpango wa mwekezaji kuhamisha teknolojia ya uchimbaji kwa Watanzania maarufu kama technological transfer plan. Hii inalenga mwekezaji akiondoka, wewe Mtanzania uweze kuwa na maarifa ya uchimbaji madini. Na mpango wa tatu ni mpango wa uwajibu wa wenye leseni kwa jamii maarufu kama corporate social responsibility plan. Huu ni mpango utakaoenda kunufaisha jamii inayozunguka shughuli zote za uchimbaji. Inaweza kuwa inaeleza mipango ya ujenzi wa barabara, shule za sekondari au visima. Na wa 4 ni mpango wa kuweza kufunga mgodi na kurejesha eneo ambalo shughuli za uchimbaji zinafanyika maarufu kama mine closure and rehabilitation plan. Na wa mwisho ni mpango utakaowasilishwa na tamko la kuzingatia fursa kwa Watanzania, ambapo huduma na bidhaa zinazotolewa katika shughuli za uchimbaji kipaumbele ni Watanzania kwanza kabla ya kutoa fursa hizo kwa wageni. Tamko hilo ni hili linaloonekana hapa. Mipango hii, isipokuwa tamko la kuzingatia fursa kwa Watanzania na taarifa ya tathmini ya awali ya mazingira, yani scoping report, pamoja na risiti yake iliyotajwa katika hatua ya 3, lazima iandaliwe wakati wa kuandaa maombi ya msaada wa kiufundi. Mipango mingine yote ni lazima iwasilishwe kwa Tume ya Madini ndani ya siku 90 baada ya kuidhinishwa kwa mkataba wa msaada wa kiufundi. Ikiwa maandalizi ya mipango hiyo yatakamilika mapema, inaweza kuwasilishwa pamoja na maombi ya huduma hiyo kwa Tume ya Madini. Na kumbuka, mipango hii sio karatasi tu, ndio ramani ya mafanikio katika uchimbaji. Hatua ya 5 ni kuandaa nyaraka muhimu. Katika hatua hii, wewe na mwekezaji mnahitaji kuandaa nyaraka za utambulisho wenu kama zifuatazo. Kwa mwekezaji, kitambulisho chake, kielelezo cha uwezo wa kifedha, mfano bank statement iliyopigwa muhuri wa benki, na kama ni kampuni ya mwekezaji, basi nyaraka za usajili wa kampuni kutoka BRELA. Kwa mmiliki wa leseni yako ndogo ya uchimbaji madini, mfano PML 0124 MOR, na uthibitisho mwingine wa kisheria. Nyaraka nyingine muhimu sana ni yale makubaliano katika hatua ya 2 baina yako na wenye maduara. Hatua ya 6 ni kuandaa mkataba wa technical support, ambapo utaeleza majukumu ya mwekezaji na mwenye leseni, pia jinsi faida zitakavyogawanywa. Mkataba huu muhimu sana unaandaliwa kwa kuhakikisha unakidhi kanuni, nyaraka zilizoandaliwa pamoja na sheria za madini za Tanzania. Baada ya hatua hii muhimu, utakuwa tayari una nyaraka za muhimu
kufanya uingie kwenye hatua ya 7. Hapa utafanya maombi kwa afisa madini mkazi mahala leseni yako ilipo. Kabla ya kuwasilisha maombi haya, hakikisha kila kitu kiko tayari. Ambatisha nyaraka zote za muhimu ulizoandaa. Kisha unapowasilisha maombi, utalipia ada ya maombi Tume ya Madini. Kumbuka tena, maombi haya yataelekea kwa afisa madini mkazi wa mkoa wa madini ulipo. Yeye atayapokea, atahakiki na kukuandalia ripoti ya mapendekezo, akiwasilisha maombi hayo makao makuu Tume ya Madini jijini Dodoma. Baada ya maombi yako kufika makao makuu, watafanya tathmini. Kama kila kitu kinakidhi vigezo, watakupa idhini. Baada ya idhini, wewe mchimbaji pamoja na mwekezaji sasa mtakuwa huru kuanza uchimbaji wenye tija na wa kisasa, na utakuwa umepata fursa ya kubadilisha ndoto zako kuwa kweli. Ungependa kuelewa hatua kwa hatua kuhusu mchakato wa maombi ya mkataba wa msaada wa kiufundi? Tupo hapa kukuelekeza. Wataalamu wa sheria wapo tayari kujibu maswali yako na kutoa mwongozo pale inapohitajika. Ili kuanza, tuma neno TSA kupitia WhatsApp namba +255 745 118 253 au tembelea tovuti ya www.clc.tz.